Kulikuwa na kijiji kidogo kilichozungukwa na misitu minene na barabara nyembamba za vumbi. Usiku ukifika, watu walifunga milango yao mapema kuliko kawaida, si kwa sababu ya wanyama, bali kwa sababu ya mtu mmoja, jambazi aliyejulikana kwa jina la Kifaru. Hakuna aliyejua jina lake halisi. Wengine walisema alizaliwa katika umasikini uliokithiri, wengine walidai alisalitiwa na watu aliowaamini. Lakini jambo moja lilikuwa wazi, Kifaru hakuwa na huruma. Alivamia nyumba bila hofu, aliiba bila kujali, na yeyote aliyethubutu kumpinga alipata adhabu kali. Sauti ya hatua zake usiku ilitosha kumfanya mtu mzima atetemeke. Watoto walilala wakishikilia wazazi wao kwa hofu, na wazee walikuwa wakisema, huyu si mtu wa kawaida, huyu hana moyo. Siku moja mfanyabiashara tajiri alipita kijijini akielekea mji mwingine. Alikuwa na mali nyingi, dhahabu, pesa na bidhaa za thamani. Habari zikamfikia Kifaru. Hiyo ilikuwa nafasi yake kubwa zaidi. Usiku ulipoingia, Kifaru alijificha njiani. Alikuwa na silaha mkononi na macho yaliyojaa ukali. Mfanyabiashara alipofika, Kifaru aliruka ghafla na kumzuia. Shusha kila kitu, alinguruma kwa sauti nzito. Lakini jambo la kushangaza lilitokea. Mfanyabiashara hakutetemeka. Alimtazama Kifaru moja kwa moja machoni na kusema kwa utulivu, chukua unachotaka, lakini fahamu hii, mali hizi hazitanipa hofu, lakini maisha yako unayoyapoteza kwa njia hii ndiyo hasara kubwa. Maneno yale yalimgonga Kifaru kama radi. Hakuwahi kusikia mtu akiongea naye kwa utulivu kiasi hicho. Kwa sekunde chache alisimama kimya, kitu ambacho hakikuwahi kutokea. Unamaanisha nini? Aliuliza kwa sauti iliyopungua ukali. Mfanyabiashara akasema, una nguvu, una ujasiri, lakini unazitumia kuharibu. Siku moja utabaki peke yako, bila heshima, bila amani. Kifaru hakujibu. Alimchukua baadhi ya mali, lakini safari hii aliondoka akiwa na mawazo mengi kichwani kuliko furaha. Usiku huo hakulala. Kila alipojaribu kufumba macho, alikumbuka maneno yale. Alianza kujiuliza, je, kweli mimi ni mtu asiye? Kulikuwa na kijiji kimoja tulivu kilichozungukwa na misitu minene na milima mirefu. Watu wake waliishi kwa amani, wakilima na kufuga, mpaka siku moja jina moja likaanza kusikika kwa hofu, Juma Mweusi. Juma hakuwa mtu wa kawaida. Alikuwa jambazi sugu aliyekuwa akivamia nyumba usiku, akichukua kila alichotaka bila kuacha hata chembe ya huruma. Hakuna aliyewahi kumwona uso wake vizuri, lakini waliosalimika walisema macho yake yalikuwa kama moto gizani. Usiku mmoja, familia ya mzee mmoja tajiri ilivamiwa. Mbwa walinyamaza ghafla, kama vile walihisi hatari isiyo ya kawaida. Ndipo mlango ukavunjwa kwa kishindo. Juma aliingia kimya kimya, akiwa amevaa vazi jeusi. Hakupiga kelele, hakuharakisha, alitembea kama kivuli. Chochote ulicho nacho, niletee sasa hivi. Sauti yake ilikuwa nzito na tulivu, lakini ilibeba tishio kubwa. Watu wa kijiji walianza kuishi kwa hofu. Jua likizama tu, kila mtu alijifungia ndani. Hakukuwa tena na vicheko vya watoto usiku wala mikusanyiko ya wazee. Kijiji kiligeuka kama sehemu ya giza. Lakini siku moja, kijana jasiri aitwaye Baraka aliamua kuwa haitoshi kuogopa tu. Huyu mtu si pepo. Ni binadamu kama sisi, alisema mbele ya wazee wa kijiji. Kwa siri, Baraka alianza kuchunguza mienendo ya Juma. Aligundua jambo moja la ajabu: kila uvamizi ulifanyika karibu na msitu ule ule wa kale uliokuwa ukisemekana kuwa na siri nyingi. Usiku mmoja wa mwezi hafifu, Baraka aliamua kumfuata. Aliingia msituni polepole, moyo wake ukidunda kwa nguvu. Ndipo akaona kivuli kikitembea mbele yake. Ni Juma. Kwa ujasiri mkubwa, Baraka alimkabili. Kwa nini unatesa watu hawa? Aliuliza kwa sauti iliyotikisa ukimya wa msitu. Juma alisimama. Kwa mara ya kwanza hakukimbia wala kushambulia. Dunia ilinifanya hivi, alijibu taratibu. Nilipokuwa mdogo hakuna aliyenisaidia. Njaa, mateso vilinigeuza kuwa nilivyo. Kulikuwa na ukimya mzito kati yao. Baraka hakutegemea jibu hilo. Badala ya kupigana, aliona maumivu nyuma ya ukatili. Lakini bado unaweza kubadilika, Baraka alisema.